Watu wa Mungu, thamani ya wokovu ulionao ni bilioni 3. Kwa Yesu aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha, ambayo makadirio yake anasema ni bilioni 3. Kwa hiyo ndiyo thamani ya wokovu wa kila mtu mmoja. Ndiyo thamani ya wokovu wa kila mtu mmoja. Watu wa Mungu, sisi hatujakombolewa kwa fedha. Hatujakombolewa kwa fedha. Wokovu tulionao, wokovu tuliopata, hatujaupata wokovu kwa fedha, na sio fedha iliyotupa wokovu na haiwezi kutupa wokovu. Sio fedha, haleluya, itakayoturithisha uzima milele. Sio fedha inayotupa kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Sio fedha hiyo, vipande 30 vya fedha vilivyomshawishi Mungu akubali kifo cha Yesu. Sio pesa iliyosababisha Mungu akubali Yesu kufa msalabani. Sio fedha. Kwa fedha haina chochote, haikuchangia chochote ya kwamba ndiyo itoe kibali cha Yesu kukubaliwa kufa kwa ajili yetu. No. Ili ilikuwa imeandikwa. Haleluya. Watu wa Mungu, hatusomi maandiko. Unapomwambia mtu kwamba asamini, yani aangalie thamani ya wokovu wake, maana kwamba unamwambia kwamba asamini pesa kuliko Mwenyezi Mungu, kuliko Kristo. Kwa maana kwamba yeye thamani ya wokovu alionao ameupata kwa gharama ya vipande vya fedha 30, ambavyo wewe unaviimanisha kwamba ni bilioni 3. Haleluya. Sisi, mtu wa Mungu, hatujakombolewa kwa fedha na hatuwezi kukombolewa kwa fedha. Haleluya. Wokovu tulionao, thamani ya wokovu tulionao, hatupo nao. Wokovu tulionao hatupo nao kwa sababu ya fedha. Narudia tena, wokovu tulionao hatupo nao kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya fedha. No. Hatupo nao kwa sababu ya fedha. Haleluya. Sikiliza katika Yohana 11 mstari wa 57. Neno la Bwana linasema, na wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimwona alipo alete habari ili wapate kumkamata. Hawa ni wakuu wa Mafarisayo. Walikuwa wametoa amri, haleluya, ya kwamba mtu akimwona Yesu alipo aje atoe taarifa. Yaani walitoa amri. Nini ya kutoa amri? Wameamuru watu ya kwamba kila atakayemuona, sawa, kila atakayemuona enda akatoe taarifa ili wafanyaje? Wakamkamate. Haleluya. Kwa hapa katika hii amri inamaanisha kwamba mtu yoyote angelimuona Yesu ilibidi akatoe taarifa, Yesu akakamatwe. Kwa hata kama isinge kwa Yuda, mtu yoyote ilibidi afanyaje? Akatoe taarifa, Yesu akakamatwe. Na neno la Mungu linasemaje? Neno linasemaje? Haleluya. Neno linasemaje? Haleluya. Kwa hiyo, kwa mfano, Yesu ujio wake wa duniani imeandikwa, imekusudiwa kwamba mwana wa Mungu atakuja, atashuka duniani, na yeye atakufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, atakufa kwa ajili ya ulimwengu. Umeona? Kwa ilibidi, imeandikwa atazaliwa, ikakusudiwa atazaliwa kama mwanadamu. Bikira Maria atachukua mimba, atamzaa Yesu. Hiyo imeandikwa na ilibidi hiwe hivyo. Kumbuka imeandikwa. Kwa Yesu asingelipinga kutokuzaliwa, kutokufanika mtoto. No, kwa kuwa imeandikwa inabidi afanyaje? Aokolewe. Kwa nini natuseme ya kwamba wokovu tulionao tunaupata kwa watoto, tuwasamini watoto? Kwa sababu Yesu alifanika kuwa mtoto. Haleluya. Kwa nini tuwasamini watoto? Kwamba kwa sababu Yesu alifanika kuwa mtoto ili tuje tukombolewe. Alizaliwa. Haleluya. Sasa unapowaambia watu ambao vile vipande vya fedha, yani hii ni amri. Kwa Yesu ilibidi akamatwe na imeandikwa, sawa, Yesu atakuja, atakamatwa, atateswa, atatundikwa msalabani, atakufa na siku ya 3 atafufuka. Kwa hiyo process yote
imo katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, na ilibidi aipitie hatua baada ya hatua, hatua moja baada ya nyingine. Kwa ilibidi apitie hiyo hali. Sio kwamba fedha ndio iliyotupa sisi wokovu. No. Haleluya. Sio fedha. Hiyo kauli ni ya upotoshaji, ni kupotosha watu. Hebu ngoje. Kwa mfano, soma na mimi katika Yohana sura ya 13. Huo ni upotoshaji. Mstari wa 21. Haleluya. Huu ni upotoshaji. Inasema hivi: naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Haleluya. Hiyo imeandikwa na ikawa imetabiriwa hivyo ya kuwa mmoja wao atafanyaje? Atamsaliti, na ilibidi asalitiwe. Kukusalitiwa kwa Yesu, nini maana kusaliti? Kusaliti maana kwamba Yesu angesalitiwa tu, hata kama ni kwa fedha au hata kama sio kwa fedha. Kwa muradi imeandikwa atasalitiwa, muradi imeandikwa atakufa. Kwa angelikufa kwa njia yoyote na angelisalitiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo kifo chake kwa Yesu, haleluya, au kusalitiwa kwa Yesu haimaanishi angelifia baharini, au angeimanishi angesalitiwa kwa nguo. Muradi imeandikwa hivyo. Kwa ule mfumo uliandikwa, mwana wa Mungu atasalitiwa. Haleluya. Hivyo andiko, mwana wa Mungu atakamatwa, atateswa. Kwa huo taratibu, hiyo process ilibidi aipitie. Haleluya. Kwa thamani ya wokovu tulionayo sio hiyo fedha aliyopewa huyo Yuda. Haleluya. Hiyo fedha sio chochote. Kama unafundisha kuhusu biashara, kuhusu utajiri, wafundishe kuhusu utajiri. Kwa usiweke baadhi ya mambo katika ufunuo wengine, katika ufunuo sehemu wengine. Hapo unawapotosha. Wafundishe wajue kufanya biashara kama unataka wawe matajiri. Lakini usiwaambie kwamba ile fedha ndio thamani ya wokovu wao. Kwa wasamini fedha sana. Ndio maana yake. Unawaambia wasamini pesa sana, kwa sababu pesa ndio iliyowapa wokovu. Eti Mungu akakubali vile vipande vya 30 kwamba vinafaa Yesu kuuawa navyo. Haleluya. Hiyo fedha haikumshawishi Mungu chochote, haikumuongezea Mungu chochote, na wala haikumpunguzia chochote. Muradi imeandikwa atasalitiwa kwa njia yoyote. Hata kama ni kwa maneno, angelisalitiwa tu. Hata kama ni kwa kuzini, kwa umalaya, angelisalitiwa tu, kwa kuwa imeandikwa atasalitiwa, na ndipo akamatwe. Na asingelikuwa Yuda, angelienda hata mtu mwingine, kwa sababu walikuwa wameshawapa watu na nafasi. Ni kama nchini hapa, wangapi wanaosaliti watu? Kwa hiyo kwa kuwa waliwapa na nafasi. Haleluya. Hebu ngoja tuendelee kusoma. Bwana tuweza. Soma na mimi katika kitabu cha, hebu ngoja kwanza tusome hapa. Haleluya. Bwana tuweza. Soma na mimi kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Watu wa Mungu, kuanzia mstari wa 6. Watu wa Mungu, maandiko yanasema hivi: ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ambaye yeye sawa, alikuwa na ule mfano wa Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu akuona kwamba ni kitu cha kushikamana nacho, kunang'ania, cha kujivunia, cha kujisifia. Nono, akufanya hivyo. Bali alifanyaje? Eti mbali alijifanya kuwa ana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa aliona hayo yote, alijifanya kuwa ana utukufu, kwa alijifanya mtu sio wa thamani, alijifanya kutokuwa na thamani. Kama leo thamani wanadamu wanavyotaka kujipa thamani, Yesu alijifanya kuwa kutokuwa na thamani, kujifanya yeye sio wa thamani. Haleluya. Alijifanya ana utukufu, akajifanya kuwa mtumwa, akatoa sawa, akawa hana mfano wa mwanadamu, akajifanya kuwa na mfano wa mwanadamu. Ndio kwa maana kaja duniani. Nini lengo la Yesu kuja duniani? Imeandikwa atakufa, imeandikwa atasalitiwa. Hiyo ni process ilibidi aipitie, lakini hiyo process aliyoipitia sio kama ndio thamani ya wokovu tulionao. Thamani ya wokovu tulionao ni yeye pekee. Haleluya.
watu wa Mungu. Eti tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, eti alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hata alipoonekana na umbo la kibinadamu, sawa, alijinyenyekeza akawa mpole, akawa mtiifu, sawa, yani mpaka mauti, yani naam, mauti ya msalabani. Yesu alijinyenyekeza. Sikiliza niwaambie, Yesu sio kwamba alikuwa ana nguvu ya kufanya chochote kama wakina Elia, haleluya, waliweza kushusha moto kuwateketeza watu. Kama wakina Musa waliweza kuongea jambo, Mungu akatenda, watu ardhi ikawafunika watu. Unafikiri Yesu wale watu walishinda kufanya chochote au walishinda kujiokoa mikononi mwao? Mafundisho ya upotoshaji. Kwa hatujaokolewa kwa pesa. Pesa si chochote na pesa si lolote na haliwezi kuwa chochote katika swala la wokovu. Haleluya. Hiyo ni ya Kaisari. Haina maana katika hali ya wokovu. Hayo ni ya duniani. Haleluya. Mtu wa Mungu, samini wokovu ulionao. Jua samani. Kumbe watu wengi hawajui hata samani ya wokovu walionao. Gharama ya wokovu, gharama iliyolipwa kwa ajili ya wokovu ulionao, sio fedha. Yesu angelisalitiwa tu, hata kama ni kwa sigara, angelisalitiwa tu, kwa kuwa iliandikwa atasalitiwa. Kwa jambo lolote lingelitumika ili apate kusalitiwa. Kwa kuwa liandikwa atakufa. Jambo lolote lingefanyika ili afe. Kwa kuwa liandikwa Yesu atazaliwa. Jambo lolote lingelifanyika ili apate kuzaliwa. Haleluya. Watu wa Mungu, Bwana tuwe sana. Eti kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Haleluya. Eti ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Ni Yesu pekee jina lililo kuu ambalo twapasha kuokolewa kwa hilo, ni jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine linaloweza kuleta wokovu. Hakuna jina lingine linaloweza kuleta neema ya wokovu au uzima wa milele. Ni jina la Yesu Kristo pekee. Kwa lisamini jina la Yesu Kristo. Isamini damu ya msalaba. Haleluya. Samini mauti. Haleluya. Musamini Yesu Kristo. Usisamini fedha. Eti fedha ile ndio thamani ya wokovu ulionayo. Bilioni 3. Haleluya. Hivyo vipande 30 vya fedha. Hebu ngoja tuone hapo katika Mathayo. Haleluya. Bwana tuwe sana. Soma na mimi Mathayo 26. Haleluya. Bwana hatuwe sana. Ilikosa ya rabashiti 15:16. Haleluya. Inasema, akasema, haleluya. Yes. Akasema akasema, ni nini mtakachonipa? Nami nitamsaliti kwenu. Huyu ni Yuda akauliza, ni nini mtakachonipa? Nami nitamsaliti kwenu. Kumbe huyu Yuda upande mwingine ni kama aliwahi, kwa kuwa wale walikuwa wanamtafuta na walipotoa ile amri. Kwa Yuda singelienda, angelienda mtu mwingine ambaye yoyote angelimuona Yesu mahala alipo, angelienda kutoa taarifa. Kwa Yuda ni kama vile aliwahi, akawauliza, kwani mtanipa nini nitakapomsaliti? Anaanza kunegotiate nao. Haleluya. Ili angalau mpe chochote. Kwa sababu ya tamaa ya fedha. Ni kama hivi mnavyofundisha mpende fedha. Ndio kwa maana watu wengi wanapenda fedha kuliko Mungu. Wanapenda maisha ya dunia kuliko maisha ya utakatifu. Haleluya. Eti wakampimia vipande 30 vya fedha. Ndipo wakampimia vipande 30 vya fedha. Kumbi hata sio kama yeye aliweka bei, akuweka dao. Aliwaziwa, yani walimuwazia. Sikiliza, hivi yani maana kwamba sio kwamba renda, unajua maana kwamba yeye akuenda kumuuza. Hivi akuenda kumuuza. Unajua nini maana kumuuza? Kumuuza unaenda na bei yako maalumu. Unasema, ndugu yangu, mimi hiki kitu, hii nguo nauza, hiki kitu nakiuza, nauza gharama fulani. Unamwambia bei unayotaka kuuza nayo. Haleluya. Hawa yali wauliza mtanipa shingapi? Yani kama vile unamuwazia kwa kazi iliyofanya, sionekane kazi bure.
wakamwazia, wakampa vipande 30 vya fedha. Haleluya. Umeona? Sasa hii sio kama ni thamani ya wokovu tulionayo. No. Hii ni tamaa tu, waliamua kumpoza kwa kuwa amefanya hiyo kazi. Lakini kumbuka, njama zao walikuwa wanatafuta kumkamata Yesu. Na hata kama Yuda singeliomba fedha, hata kama Yuda singelienda, watu wengine wangelienda. Lakini kwa kweli andikwa, mmoja wao wa wale tanashara atamsaliti, kwa ile bidii atoke ndani ya hao watu ili apate kumsaliti. Umeona? Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Haleluya. Mstari wa 16. Bwana tuwe sana. Neno Bwana linasema, haleluya. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Ile neno la Bwana. Kwa kuwa Mungu, yani jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee, mbali awe na uzima milele. Kumbe alitolewa, sio vile vipande vya fedha vilisababisha afa. Alikuwa ameshatolewa. Kwa wokovu Yesu alikuwa ameshatoa tayari ili tupate wokovu. Sio kwamba fedha ndio ilisababisha tupate wokovu. Kwa thamani ya wokovu tulionao ni Yesu Kristo. Alitoa nafsi yake, maisha yake kwa ajili yetu. Huyo ndiye tunapasha kumthamini, tunapasha kumtii na kumwogopa. Sio fedha, sio vipande vya fedha. Sio vipande vya pesa. Watu wa Mungu, watu wengi wataenda jana sio kwa sababu hawasomi maandiko. Watu wengi wataenda jana sio kwa sababu hawajaokoka. Nawaambieni, watu wengi wataenda jana sio kwa sababu hawasomi maandiko. Watu wengi watakwenda jana sio kwa sababu hawajaokoka, na sio kwa sababu hawana elimu, lakini kwa sababu ufahamu. Haleluya. Roho Mtakatifu kuna baadhi ya mambo hawaeleweshi na wanalazimisha kuyafanya. Haleluya. Usipolitii neno kisawa sawa, jana mnakusubiri. Haleluya. Eti katika 17, eti maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni au hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yani ulimwengu uokolewe. Kumbe wokovu tulionao tunaupata katika Yesu Kristo. Kwa tumeokolewa kupitia Kristo. Yesu Kristo ndio ametupa wokovu, sio fedha. Hatujaokolewa kwa kitu chochote. Hatujaokolewa kwa fedha, mali wala dhahabu. Tumeokolewa kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Ndiye aliyetuokoa. Huyo ndiye anapaswa kusaminiwa. Mtamini huyo, msamini huyo, mheshimu, muogope. Ndiye aliyekupa neema ya wokovu leo ulionao. Ndiye aliyekufanya uwe wa thamani katika wokovu, sio fedha. Sio fedha. Fedha itapita, itabaki duniani. Hayo yote unayoyaona, majumba, magari, vitabaki duniani. Endeleeni kujishughulisha na mambo ya dunia. Jishughulisheni zaidi sana na mambo ya dunia. Endeleeni, lakini one day, yes, siku inakuja ambayo maandiko yanasema shoka liko tayari kwenye shina, linasubiri kukata huo mti. Haleluya. Linasubiri huo mti kukatwa. Kwa mtu wa Mungu, kumbuka shoka ipo kwenye shina. Usipokuwa katika njia ya utakatifu na kumpendeza Mwenyezi Mungu, jua jana mtakwenda. Jana mtakwenda. Haleluya. Jana mtakwenda. Eti katika 18, eti amwaminie yeye ahukumiwi. Yani anayemwamini Yesu Kristo ahukumiwi. Umeona? Eti asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu akuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa wewe kama umwamini Yesu Kristo, jua umeshahukumiwa. Kwa kila anayemwamini Yesu Kristo na kila anayeamini kwamba wokovu alionao umepatikana kwa jina la Yesu Kristo pekee. Yesu ndiye aliyekufa kwa sababu yake. Kwa kweli andikwa afe, sio kwa sababu ya vile fedha iliyotolewa pale eti ndio imeleta wokovu kwake. No, ni kwa sababu kwa kweli andikwa afe. Angelikufa kwa njia yoyote, hata kama hiyo pesa singelitolewa au ingelitolewa, angelikufa. Haleluya. Kwa kuwa imeandikwa atakufa. Kwa kila anayemwamini huyo atahukumiwa.
Kwa muamini, ishi maisha matakatifu, na kila asiye muamini amekwisha hukumiwa. Kumbe watu wengi duniani wameshahukumiwa pamoja na baba yao Ibilisi, kwa sababu hawamwamini Yesu Kristo. Wengine hawamwamini Yesu Kristo kama ni Mungu mkuu, wengine wanamuita nabii, wengine wanamuita mwana wa Mungu tu. Nyinyi mmeshahukumiwa. Kinachosubiriwa ni siku au ni majira na nyakati za nyinyi kutupwa katika moto wa jehanamu. Haleluya. Yes, kinachosubiriwa ni kifo, mondolee duniani. Baada ya kifo ni hukumu. Kwa baada ya hukumu kuna uzima wa milele na mauti ya milele. Kwa watu wote wasiomwamini yeye wameshahukumiwa, watenda pamoja na baba yao Ibilisi kuzimu, jehanamu. Haleluya. Huko ndiko kunyakulia na kusaga meno. Hilo ni neno la Bwana. Haleluya. Umeona? Kwa hiyo mtu wa Mungu, samini wokovu ulionao. Sio kwamba wokovu ulionao umeupata kwa sababu ya ile pesa. No. Msamini Yesu Kristo. Hebu msamini Yesu Kristo. Riko sarabashete. Haleluya. Soma na mimi Yohana sura ya 9 mstari wa 39. Haleluya. Neno la Bwana linasema, Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Yaani nakwambia yeye amekuja ulimwenguni kwa sababu ya sawa, ili afanyaje? Ili apate kuhukumu wale wanaoona wasione, na wale wasioona wapate kuona. Yani wanaoona wawe vipofu, sawa, na wale ambao wasioona wapate kuona. Unaona? Eti baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yamkini utakapojiuliza, na wewe unaweza kujiuliza, kwa na mimi kweli kumbe sijaokoka? Huyu ananyambiaje kwamba mimi sijaokoka? Ananyambiaje kwamba kweli mimi sisome neno? Mimi siishi maisha ya wokovu? Unaweza ukajiinua katika njia hiyo. Unaweza ukasema ana chochote kunyambia huyo. Lakini mimi nakwambia, sio mimi nayekwambia, bali Yesu Kristo aliyemo ndani yangu ndiye anayesema na wewe mara popote ulipo. Haleluya. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Kwa kumbe Yesu, nyi wote msioona inabidi mpate kuona. Nyi wote vipofu, fungueni macho, fungueni fahamu. Acheni kujiaminisha katika njia isiyofaa, bali kila mmoja atulie, awe chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Maandiko yamesema kila goti litapigwa. Wekeni magoti yenu chini, ulimi wenu kiri jina la Yesu Kristo, mutii yeye. Anasema nini kuhusu maisha yenu, kuhusu wokovu? Hapo ndipo mtakaporisi uzima milele. Na kama unajifanya mnaona, basi jua mbele ya Mwenyezi Mungu nyinyi ni vipofu. Na kama unajifanya muone, basi jua Yesu Kristo atawafungueni macho mpate kuona. Na kama mnavyojifanya mnaona, basi jueni nyinyi ni vipofu. Kwa kama mnavyojifanya mnajua sana, mna elimu sana, si mna nini, jueni mbele ya Mwenyezi Mungu. Maandiko yanasema kila jionaye ni wa thamani sana. Kila anayejiinua Mungu atamshusha, na yanayejishusha atakwezwa. Hayo ndiyo maandiko. Maandiko yanasema walipopumbazwa au walipopumbazika, wenyewe wajisemea wana hekima. Kumbe kuna wakati mtu anapumbazika, yeye ndani yake anasema ana hekima sana. Hilo ni neno la Bwana. Lengo la Kristo ni tupate uzima milele, na uzima milele ni Yesu Kristo. Haleluya. Tumeokolewa kwa thamani ya Yesu Kristo, kwa thamani ya mwana wa Mungu, sio kwa fedha wala dhahabu, wala si kwa chochote. Haleluya. Wala si kwa chochote. Eti baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye walisikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Jiulize. Wafarisayo walimuuliza, sisi nasi je tu vipofu? Jiulize wewe, na wewe jioji. Au niulize, je, na mimi ni kipofu? Jiulize. Sikiliza jibu Yesu aliyojibu. Yesu akamwambia, kama mungekuwa vipofu msingekuwa na dhambi. Yesu akamwambia, kama mungekuwa vipofu msingekuwa na dhambi. Kumbe ni afadhali kuwa kipofu ili Yesu akufungue macho yako, lakini kuliko kujifanya unaona, kwa sababu unapoona unakuwa na dhambi. Umeona? Eti lakini
Lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Umeona? Kwa sababu mnasema mnaona, ndio kwa maana dhambi inawakalia. Ndio kwa maana mnahesabika kuwa mna dhambi, kwa sababu mnajifanya mnaona, mnajifanya mnajua, mnajifanya mmefanya hiki, mmesomea, teolojia, nini, elimu, si nini, kwa sababu mnajifanya mnaona, kwa maana dhambi inakaa juu yenu. Kwa Kristo tujifanye kutokujua chochote. Sisi wote kwa Kristo ni wanafunzi. Inabidi tuwe chini ya Roho Mtakatifu, chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu, tufunzwe. Haleluya! Inabidi tufunzwe na Roho Mtakatifu, tufunzwe na Roho Mtakatifu. Tusitumie uzoefu wa miaka mingi tumekaa katika madhabahu au katika kuhudumia watu. Watu wanafanya hivyo, wanapotosha watu. Kwa mfano, mtu amekaa katika siku nyingi anatabiria watu, kwa hata pale Bwana asiposema na yeye au Roho Mungu anapomtenga, anaanza kutumia ile experience ya siku nyingi alifanya hivyo kuanza kuwatabiria watu. Unapotosha watu. Mtu au kwa sababu ni mwalimu, ulikuwa unahubiri siku nyingi, Mungu anapokutenga, kwa unaanza kutumia uzoefu ulikuwa ukifanya siku za nyuma ulipokuwa na Mungu anakuongoza, unaanza kuwapotosha watu. Ipo hivyo kwa sababu wewe umeshakuisha, umeshaanguka. Kwa sababu ulikuwa unaimba kwaya sana siku nyingi, unaanza kutumia ile uzoefu kuimba, lakini hauimbi tena na Bwana. Unaimba ni kama kama una faida tena, kwa sababu unafanya kwa faida ya mwili, na ukifanya kwa faida ya mwili maana unamtumikia ibilisi. Neno la Mungu alihubiriwa kwa njia hiyo, na kazi ya Mungu atuitumikie kwa njia hiyo. Tunatumika tukiongozwa na Roho Mtakatifu, na ukiongozwa na Roho Mtakatifu na kwamba wewe ni mtu unayemtii Mwenyezi Mungu, na hapo hata uzima milele utauona. Haleluya! Kwa samani ya wokovu tulionayo sio kwa sababu ya fedha. Sio kwa sababu ya fedha, sio kwa sababu ya fedha, watu wa Mungu, ni kwa sababu Yesu Kristo alitoa mwili wake kwa ajili yetu, ili ulimwengu wote upate kuokolewa, upate kuokolewa. Haleluya! Eti Zakaria 11 mstari wa 33 inasema, kisha Bwana akaniambia akamwambia mutupie fi nyanzi. Sorry, ngoja nianzie mstari wa 12. Eti nikamwambia, ukiona vyema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Umeona? Kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 80 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kwa huyu Yuda hapa, huyu anasema sawa, akiwaomba ujira wake, alafu akawaambia kama sivyo msinipe. Umeona? Kwa ni kama vile alitaka kulipwa kwa kazi aliyoifanya. Haleluya, Bwana tuwe sana. Basi ndipo wakampa nini? Vipande 30 vya fedha kwa ujira wake. Bwana tuwe sana. Kwa hiyo hii ni ujira ambao wa kazi aliyoifanya. Hebu sikilize vipande vya 30 ambavyo vinavyotajwa hapa katika Kutoka, kitabu cha Kutoka, haleluya, 21:32. Haleluya. Uone kama kweli tumeokolewa. Kwa hiyo yani hiyo ni kama ilikuwa tu kama ni desturi. Hebu sikiliza hapa katika Kutoka, kitabu cha Kutoka 21:32. Eti ng'ombe akimtumbua mtumwa, yani akimtumbua mtumwa, mume au kijakazi mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Sikiliza, kwa hapa ng'ombe akimtumbua kama vile akimchubua labda mtu, sawa, au sawa, yes, umeona? Kwa kama ng'ombe akimtumbua. Hebu ngoja tuangalie tafsiri nyingine katika maana Biblia ina tafsiri tofauti kidogo. Hebu ngoja tusome katika hii tafsiri. Inasema pale, imesema kumtumbua, sawa. Hapa inasema hivi, kama ng'ombe huyo akimpiga pembe mtumwa wa kiume au wa kike, mwenye ng'ombe atamlipa bwana wa huyo mtumwa fedha yenye thamani ya shekeli 30, na huyo ng'ombe lazima auawe kwa kupigwa mawe. Umeona? Kwa hii ni desturi ambayo ilikuwepo mara, kwamba ni kama vile ilikuwa ni desturi ya kawaida katika usamani ya kulipa fidia. Yaani hapa hata ng'ombe aliyempiga mtu pembe
Umeona? Haimaanishi yule ng'ombe alimpiga mtoto wa kiume au wa kike, lakini bwana wa yule ng'ombe inabidi alipe fidia kwa wale waliopigwa, na huyo ng'ombe inabidi auawe. Je, sasa thamani ya wokovu wako unalinganisha na kitu hapa, ambayo fedha ilikuwa ni kama sehemu pia fidia hata kwa ng'ombe, kwa mifugo? Watu wa Mungu, tafuteni sehemu sahihi. Watumishi wa Mungu, simameni kwenye nazamu, simameni kwenye nazamu, mtadaiwa damu za watu wengi sana. Andiko utakapolipotosha, jua unapoteza watu wengi sana. Kwa kama kuna jambo ambalo inabidi tuwe makini sana, ni kwenye kusoma andiko na kutafsiri maandiko. Is better tusifundishe, is better tusiongee. Sio lazima tuongee, sio lazima tufundishe. Mambo mengine tuyasome, tukae nayo. Lakini kama ufunuo Roho Mtakatifu aje kufunulia, aje kuelewesha, tusianze kuchanganya mada. Kama unafundisha watu biashara, wafundishe tu biashara kuliko kuwapotosha. Hapa pana pointi kubwa sana kuhusu uzima milele. Yaani kama vile muondola Yesu Kristo kibali kia thamani ya uzima milele aliyokufa ili watu wapate uzima milele kupitia yeye, unaweka katika vipande 30 vya fedha ambavyo ilikuwa kama ni sehemu ya fidia hata kwa ng'ombe anayepiga mtu pembe zake. Haleluya. Sio sahihi kabisa. Tutakwenda jehanamu, watu wa Mungu. Aswa viongozi, mtadaiwa damu za hawa watu. Msipozingatia kuishi maisha matakatifu, kulisoma neno ipasavyo, kulitii neno ipasavyo, na kuishi maisha ya wokovu ipasavyo, na kuwafundisha ufuasi wenu maisha ya wokovu ipasavyo, kulisoma neno ipasavyo, na kuliishi neno ipasavyo, na kuishi maisha ya wokovu ipasavyo, jehanamu wote ni lazima kuenda. Hapa hakuna mjadala. Maandiko yanasema kila asiyemtii, anasema hivi, aliye wa Mungu, sawa, uyatimize aliyo ya Mungu. Kwa wewe kama uyatimize ya Mungu, maana kama unatimiza nani? Ya shetani. Haleluya. Bwana kubariki sana. Watu Mungu tuwe makini sana. Mungu awabariki sana.